Binti mmoja alikuwa akikimbia kwa kelele nyingi na kulia sana kwa kuomba msaada. Alikuwa akikimbizwa na jamaa mmoja mkubwa sana, lakini hakufanikiwa na mwisho alikamatwa. Je, wiki chache nyuma nini kilitokea hadi binti huyo akawa anafukuzwa? Katika kijiji kimoja mabinti walikuwa wakipiga stori huko akichota maji. Mmoja anasema, nimechoka sana kuishi katika kijiji hiki, nimeyachoka haya maisha. Mwingine anasema, jana nimeota nilikuwa katika jiji zuri sana ambapo maji yanatoka mpaka ukutani. Pia nimeota ndani ya nyumba za jiji hilo hakuna hata haja ya kufanya kazi wala kutembea tembea, wala hakuna haja ya kwenda mtoni kuteka maji. Yaani ndoto ya jiji hilo ilikuwa ni nzuri sana. Siwezi kubaki kuishi huku vichakani kwa sababu mimi ni mrembo na ninahitaji maisha mazuri. Mwingine alidakia, sisi wote tunahitaji maisha hayo, lakini tutawezaje? Labda utokea muujiza kutoka juu mbinguni. Wakati tunaongelea maisha kijijini, hebu muangalie huyu Imabong. Kwa nini kila mara unavaa dela la bibi yako? Kwa hiyo unaficha shepu lako au ndo hauna kila kitu? Mwenzetu walimcheka sana. Anaona ni nguo sababu hajawahi kwenda mjini. Akienda mjini wanaweza wakachanganya wakatumia kama kitambaa cha kupengia kamasi. Aliwajibu, jamani, mimi nimekuja kushota maji, sije kufuata kitu kingine hapa. Imabong, sura yako inatuambia kitu na tukumbusha jinsi tulivyo maskini. Hebu simama wima, mbona umepinda au ndo umeanza kuota kibiongo mgongoni kwako? Walimdhihaki kwa maneno mengi sana. Mwisho akasema, jamani, hebu tuondokeni nyumbani, tusiache mpumbavu mmoja akatuharibia vaibu letu. Kwa uchungu na uvumilivu, Imabong aliamua kufunika kombe mwanaharamu apite. Wale mabinti wakaondoka zao. Mara ghafla kwenye kile kijiji kaingia jiwagoni moja kali sana. Ndani alikuwemo dereva na mama moja wa makamo. Watoto kwa watu wazima walipigwa butwaa kwa uzuri wa gari ile, huku watoto wakiendelea kuikimbiza na kupiga kelele nyingi. Ilipofika usawa wale mabinti wa kisimani, gari ilisimama na yule mama akatoka. Akasema, vizuri sana, sikujua kama msitu huu ndio umeotesha maua mazuri kiasi hiki. Walimsalimia, shikamo bibi. Akasema, hapana, usiniite bibi, niite Madam Claudia kipenzi. Madam Claudia akasema, nyie mabinti mna uwezo mzuri sana, hebu chukueni pesa mkajinunulie chochote mnachokitaka. Mabinti wazuri kama nyie hamtakiwi kupata shida kabisa. Walimshukuru, asante mama. Akasema, karibuni. Akasema, mbona huyu mmoja wenu amevaa gunia? Kwa nini? Nguo hii mbaya inaficha uzuri wako jamani. Alisema, samahani mama. Akamwambia, nitakupatia chochote kitu ukajibadilishe, licha kuwa najua kwa sasa hivi hujui nini maana maisha mazuri. Madam akasema, na watafuta mabinti wasafi na warembo, mabinti ambao wanahitaji maisha mazuri nje ya nchi. Akawauliza, mnataka kutengeneza pesa na kuishi vizuri? Wakasema, ndiyo madam. Sawa, kesho saa 4 kamili asubuhi kwenye uwanja wa kijiji, msichelewe. Mabinti walifurahi sana baada ya kuona wamepata tiketi ya kwenda nje ya nchi, huku akimcheka Imabong kwamba wewe hauna hata bahati ya kwenda nje ya nchi. Kwa hasira na ghadhabu, Imabong alitupa mtungi wake wa maji chini na kukimbia ima kuelekea kwa mama yake nyumbani kuomba ruhusa kwenda nje ya nchi. Alilia anasema, mama, nimeachoka haya maisha, kila siku ananicheka juu yangu, nguo zangu na mwili wangu, yani kila kitu changu anakicheka. Yaani mpaka mwanamke tajiri ameshindwa kunipa pesa zake kwa sababu mimi ni mchafu. Nataka nifanane kama Chioma na wengine jamani, tafadhali mama. Mama alisema, mwanangu, acha kulia, we ni mzuri pia, so lazima ufanane na wao ndo uwe na thamani. Usiwaruhusu wakakuvunja moyo, we ni nyota njema sana mwanangu. Imabong akasema, hapana, kesho na mimi lazima niende kwenye ule uwanja na nitamfanya Madam Claudia aweze kuniona. Imabong alidhamiria kufanya jambo ili naye aonekane kama wasichana wengine. Usiku ule Madam Claudia anapiga simu, anasema, ndio nimefika, nimekutana nao, ni wabichi na wazuri sana, hawajatumika kabisa. Sauti kwenye simu inasema wa namna hiyo wana thamani kubwa. Madam Claudia anasema, sawa, andaeni mpaka. Kwa maneno ya kiapo Madam Claudia, bwana, siku ile Imabong akasema, aka hata mimi bahati ni ya kwangu. Alitumia muda ule kupaka makeup ili hakikisha naye anakuwa mzuri kama mabinti wengine. Aliapa akisema, leo mimi sitakuwa tambala la kijiji, lazima wanione na mimi mtu kati ya watu. Aliweka na lip shadow ya kutosha, mdomo kawa mwekundu kama nyanya. Muda ukafika, Madam Claudia akawasili katika kijiji. Muda huo wadada wakiimba kwa shangwe za ujio wa Madam Claudia. Zilishuka njemba mbili zilizoshiba kuhakikisha usalama wa Madam, huku Madam naye Claudia akishuka. Walimpokea kwa shangwe, nderemo na vifijo, huku naye akiwapungia mkono kuonyesha amefurahishwa na jambo lile. Aliwaambia, haya wadada, kaeni kwenye mstari sasa, nataka kuona bidhaa zenu, nataka kuona uwezo mliokuwa nao, huku mkizunguka nyuma taratibu niweze kuona shepu lenu. Binti mmoja akasema, madam, mimi na miaka 19, naweza nikacheza, naweza nikaimba na kila kitu. Madam akasema, miaka 19 ndo mchongo sasa, huo ndo umri wenyewe. Wakati huo Imabong aliwasili katika eneo lile, huku mabinti wenzake akimwambia, angalia uso wake amejipaka kama kinyago, ondoka urudi nyumbani, unaibisha kijiji chetu. Madam akashtuka akasema, nini? Yaani vitu vyote hivi vilijificha kwenye lile gunia? Madam alishangaa shepu la Imabong, na kweli alikuwa na shepu kama mlima Kitonga. Madam akasema, kipenzi, wewe ni almasi iliyojificha ndani ya uchafu. Sasa cha kufanya, ondoka na mimi nitakutengeneza vizuri, na wakati nitakapomaliza kukuandaa hakuna atakayeamini kama ni wewe tena.
Basi madam alifanya uchaguzi wa kuondoka na Imabongo wakati ule ule na kwenda kumwandaa kwa ajili ya safari ya kwenda Italia. Aliondoka naye moja kwa moja mpaka kwenye maduka ya jiji yanayouza nguo na kumvalisha nguo mpaka Imabongo mwenyewe akajiuliza, huyu ni mimi? Madam akamwambia, uwe ni wewe mpya, tuendelee kutafuta nguo zaidi. Wakati alirejea nyumbani alimfuata mama na mwambia, angalie mama kafoka, umezitoa wapi zawadi zote hizi? Madam akamsogelea mama akamwambia, na muandaa ili aende Italia, anastahili maisha mazuri ya Italiano. Mama alikataa akasema, hapana mwanangu bado anasoma. Ile Imabongo mwenyewe akasema, hapana mama, huu ni wakati wangu na mimi ni bahati yangu. Mama alikazia, upate elimu kwanza mwanangu. Ila madam akasema, hapana, shule inahitaji miaka 4 ila safari ya Italia inahitaji usiku mmoja tu, na ndani ya miezi 3 atakuwa na uwezo kutumia pesa kununua kila kitu hapa nyumbani. Mama akasema, basi naomba tusali kwanza. Madam akasema, hamna muda wa kusali wala kujifikiria kwa sababu ndege itaondoka kesho asubuhi mapema. Mama akasema, basi binti yangu atabaki nyumbani. Muda ule akatokea jirani akipiga kelele na kusema, Madam Claudia ubarikiwe, alimchukua binti yangu mwaka uliopita na namshukuru maana ni mwanamke mzuri sana. Madam Claudia si akasusa akasema, basi ngoja mimi niondoke. Mama akasema, hapana madam, wewe msubiri kidogo. Madam akasema, sawa niambie. Mama akasema, basi binti yangu tuondoka naye na ataungana na wenzake hapo kesho. Binti alishukuru sana akasema, asante mama. Mama akamwambia, kuwa makini huko uendako mwanangu. Madam akasema, vizuri, umefanya uchaguzi bora sana kwa binti yako mama. Na muda ule madam akaingia kwenye gari lake haraka na kuondoka. Basi mama Imabongo akachukua uamuzi mgumu kwenda kuuza kipande chake cha ardhi kidogo angalau kupata pesa za kumkimu mwanaye wakati wa safari, huku akiwa na matumaini ya kupata zaidi kutoka kwa mwanaye. Bwana, asubuhi ya safari sikafika ikawasili gari nzuri kijijini aina ya Tata kama ya watani zangu Simba Sport Club. Wakati watoto wakishangilia gari ile, wazazi waliendelea kuaga mabinti zao kwa ajili ya safari ile, na mama Imabongo akamwambia, mwanangu hakikisha umerejea. Madam akasema wapo katika mikono salama. Kwa upande wa pili, madam akamwambia walinzi wake, fungeni milango ya nyuma na mwapigie watu wa mpakani mwambie safari imeanza. Na msisima bwana, baada ya kuingia ndani ya gari, muonekano wa gari wa nje sio kama ndani. Muonekano wa ndani ulikuwa ni kama gari la kubebea wafungwa. Alimwasa dereva aweze kufungua mlango angalau wapate hewa, bana kuna joto tadhani wako kwenye tanuru. Imabongo alipiga kelele, we Mbirikimu, hebu tufungulie vioo, tunakosa hewa humu ndani. Mara ghafla basi kafika kwenye bamsi fulani, kapunguza mwendo kupanda juu na kushuka chini. Imabongo aliuliza, jamani huku tunaenda wapi? Mbona pafanani kama tunaenda airport? Waliendelea kulizana, na ndege je, ipo wapi? Wakati ule mlango wa nondo ndani ya basi ulifunguka, aliingia Madam Claudia. Alishukuru kumuona, asijue ndo chanzo. Akamwambia madam, mwambie dereva asimamishe gari. Akasema, nyamazeni nyinyi wote, simameni juu. Nimesema simameni. Haya, nipeni simu zenu, na kama una pesa yoyote iweke hapa. Hamuhitajiki kuwa na pesa yoyote ya kijijini kwenu, huko tunakwenda. Lakini kwa nini? Wekeni pesa. Kwa uoga ule na vitisho, kila mtu alitoa simu yake pamoja na pesa. Walipewa maboya kila mtu avae na wakaambiwa washuke ndani ya basi. Waliendelea kuulizana, kwa nini tunatembea sasa? Kwani airport iko wapi? Mdada mmoja alisema, mimi nataka kurudi nyumbani, sitaki kusafiri tena. Walimsukuma, hebu tembea bwana. Basi safari ile ilikuwa ndefu, alitembea huko vichakani mpaka wakafika kwenye ufuko wa bahari na wakakutana na kiboti kidogo sana. Walifika wakashangaa, jamani hiki ndo nini? Hii sio ndege jamani, hii sio ndege. Mwanaume mmoja askari akasema, panda ndani. Imabongo alikataa, jamani mimi siendi. Walimsukumiza kupanda, wakamwambia, hii ndo ndege yenyewe uliotaka kwenda Italia. Hii ndiyo njia yenyewe ya kwenda huko Italia. Haya, anzeni kwenda. Imabongo aliomba sala, Mungu tafadhali naomba tusaidie. Huku mwingine akilia anamtaka mama yake. Safari ya mtumbwi ilianza, huku wakikumbuka jinsi walivyoagana na wazazi wao na wakiahidiana kurudi nyumbani. Waliingia ndani ya maji licha kuwa na mawimbi makubwa kuonekana kama kuzidi uzito mtumbwi ule. Safari ya majini haikuwa mchezo, maana ilikuwa ni ndefu sana. Walisafiri ndani ya siku 4 huku wakiwa wamechoka kwa kudhofika kwa njaa kali pamoja na kiu. Imabongo alikuwa akilia, maji tafadhali, naomba maji jamani, nahitaji maji. Safari ilienda, hatimaye walifika ukingoni na mwongozaji akamwambia, jamani tuko pamoja. Ghafla walitokea wanaume wawili wakubwa wakikimbia kuufuata mtumbwi ule. Walipofika waliwaambia, haya simameni, anzeni kutembea, tunaondoka. Binti mmoja aliposhusha miguu yake chini aligundua kwamba hawezi kutembea. Alisema, siwezi kutembea. Walimwambia, na utatembea tu. Waliwakokota vile vile msobe kuelekea katika njia ya vumbi, huku Imabongo akiwaambia, hii sio Italy. Mabinti wote walikuwa na hofu kutokana na safari waliopitia pamoja na njia wanayoelekea ilionekana sio salama. Walifika kwenye jumba moja bovu, askari akafungua mlango na kuwasukumiza ndani. Ndani waliona mabinti wenzao walioonekana kuchoka, wamekaa siku nyingi sana, na mmoja akasema, basi wenzetu tena wapya wameletwa. Imabongo na wenzake walipigwa na Madam Claudia, naye alifika pale walipokuwa wamefungiwa na wakaambia, hamtaziona familia zenu tena, na kama mtu akijaribu kutoroka nitamtafuta na hakika atajutia kwa nini alizaliwa. Na nyie mnaolia futeni hao machozi, na wakati huu nitakiwa mfikirie kuhusu mimi tu. Yaani kama we binti nimekutoa katika dimbwi la uchafu na kukuleta katika jiji la ndoto zako. Ila ngoja tuweke kitu kimoja sawa. Nyie wote kwa sasa ni mali yangu na mna vifungu vingi vya madeni yangu. Deni la chakula mnachokula, hata hewa pia mnayoivuta. Na kama utakimbia, amini utajiri wangu ni mrefu kuliko miguu yenu. Basi kwa wakati ule walibadilishiwa makazi, walipandishwa kwenye kontena tayari kwa ajili ya kusafirishwa kupelekwa sehemu nyingine. Wasaidizi wa Madam Claudia hawakuwa na huruma kabisa, walifunga kontena utadhani wanafungia bidhaa za kawaida ndani, kumbe ni binadamu.
Basi gari iliingia rodi tayari kwa safari, huku kontena likiwa limebeba watu ndani. Huko ndani ya kontena ilikuwa ni vilio tu, mabinti wanalalamika kwamba hawezi kupumua, huku wenzao wakiwatia moyo kwamba wanaweza kufanikiwa kutoroka. Basi safari ilikuwa ndefu na hata dereva alikuwa anaendesha alikuwa na roho ngumu kabisa, anaendesha utazani hajabeba binadamu wala hana huruma hata kidogo na mabinti yao. Hatimaye gari ilifika checkpoint na ikasimamishwa kwa ajili ya kukaguliwa, na walimuuliza dereva, umbeba nini ndani? Akasema nibeba bidhaa tu. Akamwambia hebu fungua. Afande mmoja naye sijui alikuwa ni wa mchongo, alimwambia mwenzake hao wanatupotezea muda bana, hebu waache waondoke. Basi gari ikamliwa kuondoka bana, mabinti huko ndani wakiendelea kulia tu, walihisi huenda wangepata msaada na msaada wenyewe ndio huo umepotea. Basi gari nayo ilishika njia haraka kuelekea katika kituo ambacho Madam Claudia amewapangia kufika ili kuwafikisha wale mabinti. Basi gari ilifika bana katika jumba moja kubwa kubwa, ile linaonekana likiwa limechoka. Mabinti walishushwa na ilikuwa ni mida ya jioni. Kwa mbwembwe nyingi Madam Claudia aliwafuata mabinti akawaambia, jamani karibuni nyumbani, haya naombeni mnifuate huku na kwenda. Waliingia ndani na uelekeo ulikuwa katika chumba kimoja chenye vitambaa vyekundu ukutani chenye mfanano kama chumba cha mganga. Waliingia ndani wakamkuta mzee mmoja akawaambia, kuishi kwenu ni msaada tosha kabisa kwa madam, na atakaye msaliti kwa kutaka kutoroka basi atakuwa amekaribisha moyo wake katika majuto makubwa sana. Haya, kila mtu atakunywa kinywaji hiki hapa ili kuweka kiapo cha utii kwa Madam Claudia. Pia utakunywa na hiki hapa kuhakikisha kwamba hautakiuka kiapo chako. Bana, Imabongsi akanywa afu akatapika, aliburuzwa kama ng'ombe. Yule mzee akasema, kiapo kimewekwa na kama utajaribu kutoroka basi utakufa sababu umenisaliti mimi. Hakika utakufa kwa sababu umekula kiapo cha utii. Basi Madam Claudia roho yake kafurahia akasema, sasa mnaweza kwenda kulala na majukumu yataendelea kesho. Kwa sasa naomba mtupishe. Bwana, siku ya kazi sikafika. Wakaja kuamshwa na madam, amkeni, tokeni nje wote. Muda wenu wa likizo umekwisha. Nguo pia zililetwa, ila zilikuwa fupi sana, unaweza kuhisi nguo za watoto, ila zilikuwa zimeletwa kwa ajili yao wenyewe ndio wanatakiwa kuzivaa. Mdada mmoja akauliza, jamani madam, ni kazi gani tunaenda kufanya? Madam akasema, nyewe vaeni sasa hivi tu mtajua kinachoenda kufanyika. Madam akasema, Sofia ingia ndani. Akaingia Sofia, mdada mmoja mwenye shepu lake. Madam akamwambia, huyu ni Sofia na atawaelekeza nyewe kila kitu. Madam akaondoka akawacha na Sofia. Sofia akamwambia, nisikilizeni kwanza, msiogope, tunakwenda kuanza namna hii. Bwana, waliingia mjini. Kumbe kweli walikuwa Italy, lakini walipitia njia za panya kuingia Italy. Walikuwa katika jiji la Rome, katikati ya jiji kabisa, wakiwa katika location yao kusubiria wateja. Sofia aliwaambia, haya simameni vizuri kwa kujiachia. Inatakiwa uongee taratibu, sio kupayuka payuka, na kupanga bei yako vizuri. Acheni kuwa wajinga kabisa yani. Na chochote mteja atakachotaka inatakiwa ufanye. Yani labda kama mmesahau kiapo chenu mlicho hapa au mmesahau. Wakakumbuka kweli walikula kiapo cha utii kwa yule mzee walipofika tu, kwamba watakuwa waaminifu kwa Madam Claudia na kusikiliza kile atakachokisema. Waliogopa sana. Sofia alitoa kinga akawapatia, akasema kila mtu ajilinde mwenyewe, kumbuka mna atakaye kuja kukusaidieni. Basi biashara nayo ilikuwa mbaya. Mara ile mteja alifika na Sofia akamchagua mtu mmoja, haya wewe nenda. Alitaka kukataa ila akabidi aende. Alinunuliwa na wanaume watatu bana, akiingia kwenye gari lao, huyo akaondoka kwenda kushughulikiwa. Sofia akamwambia, subirieni bana, bado hatujamaliza. Mdada mmoja akaropoka, Imabongo amekataa kuja, akajifungia zake huko ndani, amekataa kuja nje. Sofia akasema, wala hata hamna shida, msiwaze kuhusu hilo, nyewe fanyeni kila kitu kama nilivyoelekeza, fanyeni kazi yenu ili kujipatia kipato cha kuishi vizuri. Na Madam Claudia jicho lake lipo kila sehemu, kwa hiyo msimu kafanya upuuzi wowote, na wateja waliendelea kuja na kuja. Sasa bana, hilo alikuwa tatizo lilikuwa nyumbani kwa mamaki Mabongo. Namba aliyopewa kwamba atakuwa anaongea na mwanae ilikuwa ipatikane. Alipiga kila muda, roho yake ilikuwa iko juu kweli. Aliwafuata mama wenzie akawaambia, roho yangu haijatulia kabisa, mtoto wangu simu yake haipatikani. Mama mmoja akasema, mimi nimeota mabinti zetu wako kwenye shimo moja refu lenye giza. Mwingine akasema, hapana, Madam Claudia ni mtu mwenye pesa sana, au tukamuulizeni mama Agnes. Agnes akawaambia, kila kitu kipo vizuri huko Italy, dinyie tu wasiwasi wenu. Wakamuuliza, mara ngapi wewe unawasiliana na binti yako? Akasema, mimi kila mwezi huwa ananitumia hela, na hapa namsubiria binti yangu mdogo akue ili naye aende huko akaungane na dada yake wakiendelea kufanya kazi. Sofia akamfuata Mabongo akamwambia, we mpuzi, hivi unadhani we ni mtu maalum sana au? Mabongo akasema, siwezi kufanya hiyo kazi, kama unaniua we niue, ila siwezi kufanya mimi huo upuzi hata kidogo. Sofia alimpiga kofi na kumnyiga shingoni akamwambia, kwenye hii nyumba huwa hatufi, ila huwa tunatamani ni heri tungekufa. Akamwambia walinzi, mvueni nguo huyu mpuuzi. Baada ya Mabongo kuchukuliwa na wale mabodyguard, alikuja kushtuka akiwa amefungwa mikono. Alijiuliza, hapa nipo wapi? Alijaribu kujitikisa, huenda kamba zingetoka. Alilia, hakuna yoyote hapa jamani, mama. Huku akiendelea kung'ang'ana kutoka pale, alisikia sauti ya viatu mithili ya mtu akitembea ikimsogelea kule alipokuwa. Madam Claudia aliingia akasema, nasikia umekataa kufuata maelekezo. Akasema, siwezi kufanya huo upumbavu. Madam akamwangalia alafu akacheka kwa dharau, akamwambia, ngoja nikwambie story. Kwa hatua ndogo ndogo akasogea mbele yake akamwambia, kulikuwa kuna msichana kama wewe, msumbufu. Msichana huyo kwa akili zake ndogo alihisi kwamba anaweza kupigana na mimi, lakini mpaka sasa hakuna anayekumbuka jina lake tena.
Mabongo akasema mimi sikuogopi. Bodyguard akaona kama bosi anafanyiwa dharau, akataka kwenda kumpiga bosi, akamwambia hapana, muache, huyu hapa ana faida zaidi. Madam akasema njani mgonjwa anayejua kufundisha vizuri zaidi, cha kufanya fungeni milango na kila kitu. Yaani inamaanisha hakuna kupata chakula, hakuna kupata maji mpaka pale atakapokuwa tayari kushirikiana na sisi. Lakini ukumbuke deni lako linaongezeka kila baada ya sekunde. Madam aliondoka, kamwache Mabongo akilia bila kujua afanye nini wala atende nini. Huku nyumba aliyowekwa ilikuwa ina walinzi kiasi kwamba ni ngumu sana kupata msaada. Bwana, muda wa kukusanya hela ukafika. Sofia akawa anakusanya hela moja baada ya mwingine. Anamwambia wewe umeleta shilingi ngapi? Shilingi 200. Wewe umeleta shilingi ngapi? Shilingi 50. Shilingi 50 baada ya kuzaga mwana usiku mzima unakuja shilingi 50. Binti anajitetea kusema mwanaume ndiye naye alikuwa hata hana nguvu. Wewe unadhani hapa tumekuja kutoa msaada kwa watoto yatima? Hebu mchukueni mpeleke kwenye chumba chenye giza. Kama huwezi kufanya kazi na mwili wako utafanya kazi na maumivu. Na nyie mliobaki, kama kesho mtu yote atakuja na pesa chini ya 1000 mtaungana naye huyo mwenzenu. Na kwanza Zainabu yuko wapi? Hajarudi dada, na sisi tunaogopa sana. Basi poa, nitalishughulikia hilo. Basi nendeni ndani mkapumzike. Mabinti waliondoka pale, huku Sofia kaenda kukabidhi hesabu kwa madam. Madam Claudia akapewa hela, akauliza kwa mafunzo yote uliyopatia haya ndo matokeo yake, akampiga na kofi kwa zile hela zikadondoka chini. Sofia alikuwa mpole sana. Madam akamwambia kama uwezi kuadhibiti sikuhitaji tena, au kama vipi niwatumie polisi video yako, usinibabaishi mimi. Kumbe kuna tukio Sofia aliwahi kufanya, aliua mtu kwa bahati mbaya na video ile madam anayo, basi ndo huwa anaitumia kumnyanyasa na kufanya kila kitu anachokitaka kwa Sofia. Kwa hasira nyingi Sofia aliondoka mule ndani bila kusema chochote, na alishindwa kufanya chochote kwa sababu yuko chini ya udhibiti wa madam. Basi mabinti wakiwa wamerudi katika eneo lao la kazi, ghafla wakamwona Zainabu akiwa ameanguka chini. Walilia sana na kushangaa, ikabidi wakimbie kwenda kuangalia nini kimemsibu Zainabu. Jamani, ni Zainabu, ndiyo ni yeye jamani, hebu fanyeni haraka mwite hata ambulance jamani, tupate msaada, atakufa huyu. Wakati ule Sofia naye alikuja akasema hapana, mwacheni, niliwaambia kila mtu ajilinde peke yake, maana hakuna mtu anayeweza kuja kukusaidia. Kila mtu ana jukumu la kujilinda yeye mwenyewe. Wale mabinti walichoka, hawakuwa na cha kufanya zaidi ya kugawanyika, kila mtu kuelekea katika eneo lake la kazi, kwa sababu kila mtu alikuwa na eneo lake la kutegeshea wateja. Bwana, huku nyumbani Mabongo ameendelea kukaza fuvu, anapigwa njaa.